Asanteni ndugu zangu wote kwa kushiriki katika kupiga kura uchaguzi huu, na matokeo ni kama ifuatavyo. Walioshiriki kupiga kura kwa watu 500. Kura zilizoharibika zilikuwa ni kura 51, na kura ambazo hazijaharibika ni zile ambazo watu wamejitokeza, ambazo zimeenda vizuri ni kura 449. Kwa matokeo hayo, ndugu Ibrahim Kimonge amepata kura 400 na ndugu Zakaria amepata kura 49. Ndugu yangu inakuaje? Unajua, mchana kutwa hadi usiku huu tumepambana, tumehangaika, tumehakikisha mpaka final ya mambo haya uchaguzi tumeyamaliza. Nipende kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, ametusaidia, mambo yetu yameenda salama. Pia tumeweza kupata ushindi mzuri mnono. Pia nikushukuru sana ndugu yangu kwa harakati zako zote, kwa kutenga muda wako kufanya mambo haya, kunisapoti kwa njia za kifedha, za muda, ushauri. Mimi ndugu yangu nikushukuru sana. Sawa. Kwani kuhusu hilo ni moyo wangu mwenyewe. Kwani nia yangu na dhamira yangu ilikuwa ni kupata uongozi bora. Ndio maana nikajitoa kwa nguvu, kwa hali na mali. Yaani iwaki na inyeshe. Ndio maana tuko pamoja. Hivyo umenishukuru, ila kushukuru ni Mwenyezi Mungu na wananchi ambao wamefanya leo hii wewe umeweza kuwa kiongozi. Unajua ndugu yangu, wananchi tuliwafuata, tukawaambia kabisa kwamba tukawapa dhamira zetu kuhusu malengo yetu. Sasa nilikuwa nafikiria hapo, baada tu ya kuwapa, tuanze na swala kwanza la kuunda ile kamati ambayo tuliwaambia itakuwa ni kamati ya kuwasikiliza pamoja na kuwatatulia shida zao, hata kama mimi nikiwa sipo. Hii jambo ni zuri, na hata kama ungesahau mimi nipo na ningekukumbusha tu kwa hilo. Hivyo mambo leo jambo la haraka sana, isije kuonekana kuwa na wewe ni miongoni kama wale. Sawa ndugu yangu, haina shida. Sawa, maana hata hivyo muda umeenda, hivyo nisikuwa nikalala nikapumzishe mwili. Sawa ndugu yangu, nikutakia usiku mwema. Kwako pia kiongozi. Sawa sawa ndugu yangu, haina shida. Sawa, mimi sikushindikizi bwana. Asante Mungu. Kweli kazi ilikuwa sio nyepesi. Nakushukuru sana Mungu wangu. Ndugu yangu, unajua bado sijaelewa kuna uchaguzi imeendaje na imekuaje kuaje. Hivyo umeonaje uchaguzi ndugu yangu? Maana umeniacha njia panda kabisa. Sijaelewa kama pesa tumetoa, kama vitu kuwapa wananchi tumewapa. Tumefeli wapi ndugu yangu? Na pesa tulikuwa nazo za kutosha. Kwa hakika ndugu yangu, huu msiba ni mzito na ni mkubwa. Na endapo ndugu yangu, hizi fedha tungezifanyia harakati zingine tofauti na ile jambo ambalo tuliokusudia mimi na wewe. Ndugu yangu, mimi naona kwa hakika ile jambo ni zito na tuwezi kulibeba. Tufanye namna ndugu yangu, tuweze kusikia kwa jambo hili. Jambo lenyewe ndugu yangu, hapa hili tu escape. Ndugu yangu. Ndugu yangu, hivi unadhani hiyo njia itasaidia? Hello. Sasa sikiza nikwambie.
wale watu inabidi tuhakikishe kwamba hawatuponyoki. Hivyo hakikisha ndani ya nusu saa huo ushafika. Jiandae. Sawa. Ndugu yangu, yaani hakuna njia nyingine tofauti na hiyo ambayo nimekuambia hapo. La sivyo tutafia Segerea. Na hiyo njia ndo sahihi ya mimi na wewe kupona. Sijui umenielewa? Sawa ndugu yangu. Mheshimiwa. Yes. Hawa ni wale wahalifu ambao nilikuwa nikikwambia muda wote. Jamani, naona mnashangaa sana kutuona hapa. Kilichotuleta hapa ni kitu kimoja. Nadhani mnajua nyinyi ni watu ambao ni wahalifu katika eneo hili. Kipindi cha uongozi wenu mlitumia madaraka vibaya. Ulikuwa kiongozi ndugu yangu, lakini katika uongozi wako uliweza kufanya mambo ambayo sio. Ulihusika katika mauaji ya baba yangu. Nadhani unakumbuka. Wewe huyo ulihusika katika kwa ujumla hii kwa mambo mbalimbali. Ulitumia uongozi wako vibaya pasina kujua kwamba kiongozi ni kioo katika jamii. Lakini pia Mheshimiwa Jackson hapa, ulitumia fedha zako za umma vibaya. Fedha ambazo ulizipata kutoka serikalini ulizitumia kuweza kuspendi, ulizitumia kuweza kumsupport mwenzako na kuweza kufanya mauaji. Hivyo basi, leo ndiyo mwisho wenu. Wanasema ukijificha katika shamba la karanga lazima utaonekana. Kiongozi, fanyeni kazi yenu. Sawa. Kwa majina ninaitwa Afande Sam kutoka kituo cha polisi cha Kati. Kuanzia sasa mko chini ya ulinzi. Afande, ndio mkuu, fanya kazi yako. Mimi na hela ndugu yako. Hebu niangalie kwa jicho la tatu, niangalie. Mimi ndio mzazi wako. Mimi ndio baba yako, mimi ndio mama yako. Sawa? Hebu niangalie kwa jicho la tatu. Mimi na hela. Mjomba wangu Dula, nikushukuru sana kwa uwezo wako binafsi, uwezo wako yani mpaka kuangalia wanachukulia wewe kijana mdogo sana, lakini umefanya jambo kubwa ambalo ni kila mtu anapaswa kujifunza kutoka kwako. Jambo ambalo ulifanya la kuhakikisha viongozi wale wabadilifu wanafikia hatua ya kukamatwa na kufikishwa sehemu husika. Umefanya jambo ambalo ni thamani sana. Nikupongeza sana mjomba. Asante mjomba. Lakini pia nilifanya hivyo kwa sababu ya kwanza kuna dada yetu viongozi waliopita walikuwa hawana uadilifu. Naona raia walikuwa kinyanyasika, baadhi ya raia walikuwa kitukana, fedha za umma ziwezi kutumika ovyo ovyo. Kwa mimi sikupenda kile kitendo mjomba wangu. Ndio maana aliponiambia nihamie huku, ndio amenipa fursa nzuri ya mimi kuweza kufanya mambo yangu. Nakumbuka kaka nani na baada ya vita nilikia kikomo, hivyo nilishindwa kufanya. Lakini tunaambiwa kwamba ingawa viongozi wa serikalini, lakini raia pia una uwezo wa kuweza kumshtaki hali ya kuwa yuko madarakani, sababu madaraka ni nafasi tu mpaka kwa mtu, lakini majukumu katika jamii kila mtu anatakiwa afanye. Kwa
Hivyo kaka, mimi nilifanya kwa sababu ni wajibu wangu kama raia. Sawa, nimekuelewa. Ulifanya jambo la maana sana mjomba, na ni jambo ambalo yani unafaa kuigwa na jamii. Jamii inafaa kuigwa kwa sababu kila raia ana haki ya kutetea maslahi ya eneo lake. Sasa hapo vipi kuhusu binti? Huyu binti kama mjua wangu anaitwa Juma. Nimekuwa naye katika mahusiano muda mrefu sana, na kabla kwa hapa kwako nimekuja kaka naye kanikuwezesha, lakini alikataliwa sababu ya sababu mbali. Kama unakujua kaka yake alihusika katika baba yangu, ndio kaka kuruhusu mimi kuona na mjomba, sababu mimi kaka nimeshampeleka gerezani kama kwa kuhukumiwa. Hivyo wangu nakuomba wewe kama mjomba wangu uweze kusimama katika nafasi ya kama mjomba, uweze kuniwezesha juu, kwa sababu sitaki niishie kupinga mwisho wangu. Mimi natamani sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Hiyo ni jukumu langu kwa sababu marehemu baba yako alihakikisha kwamba familia yake niangalie, niilinde. Pia mama yako pia alikuwa dada yangu, pia nilisimamia na kuhakikishia hilo swala litafanikisha. Sawa mjomba, Mungu kanipa kipaji niimbe, nikumbie wewe hapo moyoni. Uko nyuma niliteseka, nikikesha kutwa ninalia, nikikosa amani ya upendo. Walipiga makelele eti uniache mie,